Kumekuwa na tabia sasa hivi kiufupi naweza ngasema dunia mzima, sijui Tanzania mzima, yani kiufupi kwa maisha ya leo imekuwa kama hiyo tabia kwa wanawake wa sasa. Labda kwa sababu tunaishi kiutandawazi, lakini mimi hii naona si sahihi. Tunapoteza mahusiano sana kwa wapenzi wetu, haswa kwa watarajiwa wetu, japokuwa sisi tunaweza kuona kama ni mapenzi. Mwingine ukimwambia ataona kama utaona kama anakudharau, lakini sio kweli. Ni sawa lakini sio kweli. Jamani, wanawake siku hizi tabia zetu zimekuwa mbaya. Kimekuwa kilio kikubwa sana kwa watoto wa kiume. Jamani, watoto wa kike, sio kila mwanaume anapenda huo mchezo. Ni bora umwambie, alafu mtu alizie ndani ya moyo wake. Ndio wewe kufanya hicho kitendo, afanye au asifanye. Lakini wewe mtoto wa kike unaenda na mwanaume ndani, unakatabia kako fulani hivi, umwambie mwenzio, mpo katika kile kitendo mnaenda kukifanya, mpo uwanjani, bibie wewe unahamisha njia. Yaani wewe unaama njia, unajifanya unakosea. Na sio kama unafanya makusudi. Na paka unafanya hivyo, ina maana tayari ushamchunguza yule mwanaume kwamba hapendi hicho kitendo. Na kweli kuna wanaume hawapendi na kuna mwanaume anapenda. Lakini kupenda kwa mwanaume hicho kitendo au kutokupenda ni wewe mtoto wa kike. Unaelewa? Kwa hiyo unakuta wewe unapenda, ndo tabia yako. Lakini huwezi kumwambia mwenzi wako kwa sababu unaona hilo ni swala la aibu. Kiukweli jamani, ni sawa kuwa mkweli katika mapenzi, lakini kuna vitu vingine jamani ni vya aibu. Ni vya aibu. Sema ni basi tu kwa sababu ndo maisha yetu. Lakini kwa maisha ya leo, wewe mwanamke unaupenda huo mchezo na yule mwanaume muona kabisa kwamba huyo mwanamume mimi ananivutia na yuko vizuri katika tendo hili. Sasa cha msingi siwezi kumwambia subiri tu nikosee njia. Unakosea kwa kweli. Yani hauko sahihi kabisa. Mwambie tu, bwana mwenzako mimi napendaga kitu fulani. Kwa sababu utapokosea njia kwa makusudi, alafu yeye umshirikishi, elewa kwamba huyo ni mwanaume. Sasa umekosea njia, alafu muda ule mwenzako naye mzuka ndio umepanda wa vishindo, msuguano, kupeleka moto, kumepamba moto. Unapelekewa moto, mwisho wa siku yanakushinda bibie, mwisho wa siku unakata gogo. Unakata gogo, unaenda kumpa mwenzako UTI. Kwa nini? Kwa sababu kutokuwa mkweli. Wakaka zetu, niwaelekezeni ni jinsi gani ukitaka kujua, kaka zangu niwaelekezeni jinsi gani ukitaka kujua mwanamke kakosea njia hapa au hajakosea njia. Cha kwanza, staili ambayo mtoto wa kike ambaye anapenda michezo hiyo, pale anapenda kukosea njia anapohitaji jambo lake lifanyike, kwa sababu waga wanawashwa. Sio kama anakosea njia kwa makusudi jamani, mimi leo nawajuta nawaambia ukweli. Wanawashwa, vinatekenya hatari. Mimi sijawahi kusema kweli, lakini naongea kwa jinsi ninavyofahamu na nasikia wanaume wanalalamika hawapendi. Wewe ukitaka kumjua mwanamke huko akosea njia, cha kwanza wewe mwanamke ana njia hizi tatu. Kwanza atakuwa ni mtu ambaye anajishughulisha sana. Kuna mwanamke anajishughulisha sana na mapenzi, kwa sababu mapenzi ni ulevi na analegeza mwili. Unalegea, akili inaama kabisa. Kwa hiyo atajitahidi kuwa romantic, atakufanyia kisi, atakufanyia mahaba, atakufanyia kila kitu. Baba unaweza kujimaliza kila kitu. Lakini kumbe mwenzako analake jambo ambalo yeye analifikiria alifanye. Mwisho wa siku sasa tena yeye ndo anaanza kuchagulia style. Baby, unajua kuna style fulani hivi hujawahi kuiona nzuri, nataka nikupe kitu kipya leo. Baba wewe kweli unaona mtoto si ndo huyu, mwanamke si ndo huyu, napewa mahabati mimi, kumbe unapelekwa sehemu sio. Sasa nataka nikupe ishara zake za kujua kwamba mwanamke hapa kakosea, alipoenda ni sahihi au si sahihi. Cha kwanza, style ambayo ni rahisi mwanamke ukupeleka sehemu ambayo wewe usiotarajia, style moja tu ya ubavu. Ile style ya ubavu kwamba wewe umelala ubavu afu mwanamke anakuoneshia mgongo. Umeelewa kwamba mwili wake anakuoneshia mgongo. Kwa hiyo anaangalia huko, unaangalia mgongo wake mwanamke unakuangalia wewe. Kwa sababu gani nasema hiyo ni style ndio ambayo anapenda kutumia? Kwa sababu ni style ambayo ipo katika mabano, imebana. Umeelewa? Kwa pale hutaweza kuelewa mtapokuwa mpo katika mapenzi. Mapenzi ni ulevi. Akili inalewa, mwili unalegea. Yaani kila kitu kinaama. Ndio maana hata kuna kuaga na ile sauti ambayo adimu. Unajua katika mapenzi kuna sauti adimu sana. Yes baby enjoy. Unajua? Kwa ile style ya ubavu kiwekwa baba. Na ukiangalia mwanamke ndo kisha kuandaa. Yeye sasa anachokufanyia pale ili wewe usije kujua, utakuja kujua baadaye. Cha kwanza, atataka umshike sehemu ya uke wake. Umeelewa? Ukishamshika sehemu ya uke wake kwenye kile kinembe chake, kinamtengenezea yeye muwasho. Ule muwasho unamtengenezea yeye
yani kuto kusikia maumivu kama uume unakuwa umezama kule, na ule mwasho ule jinsi anavyokuwa na washo anavyomchezea akili yako sinaama tayari, kwa sababu unakuwa kama yani sisi tumeenda kupigwa shoti sio inakuaje. Kwa mwisho wa siku na wewe utaingia katika 18 wote mnakuta mnalewa. Kwa hiyo atageuza shingo, mtaanza kufanya kisi, mkono ukiwa upo chini, umeelewa? Hiyo ni style, hizo ni target zake. Kwa hiyo pale mnatengeneza ulainishi, mnakuwa kama mnaandaana. Kwa hiyo pale mwanamke anafanyaje? Uteute unakuwa unamtoka. Ukisha mtoka si anaroa. Mwanamke ute wake ni mwepesi sana. Kwa hiyo ni rahisi kusambaa katika mapaja. Kwa atajifanya na kutikisia makalio pale hivyo, unajua michejo fulani nini, kuti mtoto mwingine kajaliwa makalio malaini. Kwa hiyo pale utaweza kuelewa. Mwisho siku mwingine mjanja anachukua na mafuta anapaka, unajua anakuletea ile mapenzi ya kizungu. Sasa ataichukua, ataipeleka. Akishaipeleka pale wewe ngumu utakuwa kuelewa, yani utakuwa ni ngumu kuelewa kwa sababu kashabana. Staili ya ubavu ni sawa sawa na staili ya kuinama. Staili ya kuinama ukinama zote mwanamke maumbile yake yote anakuja nyuma. Ndio maana hata watu wanene kutaka kumpata na kumunjui muinamishe peke yake, basi hiyo ndio staili ya mtu ambaye bonge. Au walale chali umpanue miguu. Kwa hiyo staili ambayo wewe itakufanya uende ukapate hicho kitu ambacho mwanamke kakosea njia ni hiyo ya ubavu. Kwa akishaingiza anaweza kukubania mapaja. Akishakubania mapaja, wewe hatotaka mkono wako utoke huku chini. Kwa sababu gani? Huku chini kunaongeza kama testi fulani hivi. Umeelewa? Kwa mwanamke ambaye anaelewa na anataka kufanywa hicho kitu pasipo wewe kukwambia, na ndio kashafika katika hatua hiyo. Kwa sababu mwanamke anaofanywa hivyo akiwa na washo afu unamfanya mbele, waga anapata tabu. Aiza umtie kidole, aiza umshike huku, na hata kukojoa kwake na kuwa kazi, kwa sababu mara nyingi mtu hivyo anakuwa anakojolea nyuma. Umeelewa? Kwa hiyo ukishaona sasa kubania mapaja, afu kaingiza, kaitoa, kaipeleka, kaitoa, mara anakubadilishia staili. Yaani anakupa zile staili ambazo kama ni ngumu, afu unajikuta wewe upo sasa unakaribia kufika kwenye kilele, alafu sasa yeye anataka ubadilishe staili. Unajua kabisa hapo anakutafutia target. Alafu mwisho wa siku anakurudisha katika staili ile ile. Umeelewa? Kwa pale unapokuwa unapiga kuwa makini. Yaani ukisema utoe mkono huku tayari kashakuhamisha. Ila mkono ukiuacha hawezi. Kwa sababu gani? Kama wewe unataka ujue zaidi kama hapa nimehamishwa au sijahamishwa, ile staili alikuweka ile mara kwanza usikubali kuitoa ili ukitaka ujue. Yes, anacheza na akili yako, wewe sasa cheza na vitendo vyake ambavyo yeye anakuoneshia uvifanye. Kwa hiyo ukishafika hatua hiyo, unaona sasa tako zinazidi, speed zinazidi, yani anachanganyikiwa na yani ule mkono umemshika lakini anachukua na mkono wake na kukandamizia kwa juu. Sababu pale anapona sasa huyu mwanaume speed zimeongezeka, anaona kabisa anakaribia, ndipo pale anapohamisha. Anafanya pap, anaipeleka ukanda wa Gaza. Kwa mwisho wa siku sasa kishapeleka ukanda wa Gaza, anazidisha speed ya viuno. Na vile sio viuno, hule ni mtikisiko wa nyama za makalio. Menelewa? Kwa mwanamke mwingine mjanja, ndio maana wengine wanalala na nini? Na vitaulo. Kwa sababu gani? Sio viuno, ni makalio. Yale makalio si malaini. Makalio kisha kwa malaini sana kunakuwa na pacha. Unaona hizi pacha? Mwangalia wanawake wengi wanavaa majeje. Kishavaa jeje ndio linamuonesha mtu. Sema nyinyi wanaume hamjui. Jeje ukitaka kumjua mwanamke ambaye anapenda kukosea njia, anakuwa na pacha hapa katikati. Kwa mwanamke mwenye pacha katika makalio, ni rahisi sana kufanya wewe ukosee njia au umfak sehemu ambayo tofauti na vile. Kwa paka unapokuja kujua wewe ni baadaye tayari kashamaliza. Na ukitaka sasa ujue kabisa ukakosea njia, mwanaume anakuelekeza hizo target. Usikubali akakubadilishia mkono. Yaani hapo unataka kujua kabisa kwamba anabadilisha njia, usikubali akafanya njia akatoa mkono. Kwa hiyo ngangana na ile style, utajua tu. Ukiona sasa mwanamke anakaribia, yani unajua mwanamke akiwa anakojoa, unajua mwanamke akiwa anakaribia kileleni hata kungangania, hata kupeleka huku, na sasa akishaona sasa hapa anakaribia, unajua anachofanya staili gani ya mwisho? Analala kama ubavu, alafu wewe unakuja unapiga msamba hivi. Yaani paja lako unakuja katika paja lake. Umeelewa? Alafu anakukumbata hivi. Sasa pale inakuwa ni ngumu. Kwa sababu huku chini kunakuwa kuko horn wazi na huku kuko wazi. Hiyo style inafanya maumbile ya mwanamke yanakuwa yako wazi zaidi. Kwa hata kama akiingiza huwezi kujua, ila utakuja kujua pale labda atapochomoa. Na mwanamke mwingine ni mjanja, atapona hapa sasa nakaribia kumaliza, ili asigundue kwamba mimi nimekosea njia, anachomoa na weka mbele. Kwa kishaweka mbele kuna mabadiliko utajua. Huku kuna joto kali sana. Huku nyuma kuna joto kali kuliko kitu chochote.
huku mbele kuna joto kali sana. Na mwanamke akishapizi huku mbele kunakuwa kunafanyaje, kuna uteute. Nakumbuka mwanamke ambaye anakosea njia, mara nyingi uwaga unapigia bao la nyuma. Bao la nyuma linakuwa utamu wake ni ngumu kuisha. Kwa hiyo mwanamume ni rahisi kumjua. Kwa hiyo kumjua kwake, ili umjue, usikubali kuchomoa ume wako kabla yeye hajawahi kuchomoa. Kwa wewe natakiwa utulie, yani endelea kumsagamua pale kwenye kinembe chake, kwa sababu bao la nyuma ni tamu kuliko la mbele, na bao la nyuma aliishi haraka. Anaweza kama akamchomoa mwanamke, afu baadaye mwili mwanamke akawa anatetemeka, yani hivi kama zombie. Unajua anatetemeka kama zombie. Mwanamke mwingine anakungangania hata kama imeregea na kungangania, au mkono bado unaendelea, au kuitoa na umelala pembeni anaendelea kujifanyia kujiscratch mwenyewe. Kwa hiyo ndio njia ambayo ni rahisi mwanamke kumjua kwamba hapa amekosea njia. Kwa hapo naishia. Tukutane katika vipindi vingine. Bye bye.